sehemu ya 4. Tunaanzia hapa. Jamaa anasema sijakusikia vizuri. Unasema ipo zawadi maalum uweza kuniandalia, si ndio? Binti anasema ndio. Chochote akachoweza kuniambia nipo tayari kukupatia kama zawadi. Kwa hiyo kazi ni kwako. Sema nini unahitaji. Chochote. Sema chochote. Binti anamwambia ndio. Chochote. Sijui atamweleza nini. Sasa wakati katika upande wa pili kwa mzee mzima, yupo anazunguka na CD mkononi kila saa. Tafikiri msanii underground huko. Akitazama albamu yake ndio hii imeshakwisha kutoka, lakini pesa hana tabati. Hana takumi. Anazunguka na CD kila siku, masikini wa kutupa. Akitazama CD zake anajikuta tu anachanganyikiwa mwenyewe. Wakati sasa huku katika upande wa pili mzee mzima bwana Sejuni ameshakwisha kupatiwa nafasi ya kuchagua chochote. Sasa sijui kachagua nini hasa. Binti anaonekana kuweza kumvua kiatu namna hii, huku akionyesha tabasamu. Umasikini ndugu yangu unaweza ukafanya kitu ambacho hutowahi kufikiria kukifanya. Sasa huku jamaa anavuliwa viatu na mzee mzima, wakati baba la baba yupo na CD anapita huku. Sasa alipopita katika mazingira haya, ghafla kaanza kusikia sauti zisizokuwa na ise na staha. Anashangaa, anamwambia tafadhali Mijuni, pole. Aise, wezi amini. Anafika katika sehemu hii, anakuta kuna kitu cha ajabu kweli kinaendelea. Jamaa anasema kwamba siku ile ni siku ambayo sitawahi kusahau katika maisha yangu. Ninapopambana na changamoto za maisha, lakini pia nakuta tena na mwanamke ambaye alikuwa katika mipango yangu, katika akili yangu, naye yupo anafanya vitu vya ajabu. Aliamua kuweza kwenda kulala na rafiki yangu kwa sababu ya umasikini niliokuwa nao. Unajua pesa ndugu yangu usipokuwa nayo yani utateseka kweli. Utakuta kila kitu kwako kinakuwa ni kigumu. Sasa jamaa alishuhudia na alisikia kabisa kwa masikio yake mwanamke alimpenda na kumthamini amemsaliti na kulala na mwanaume mwingine kwa sababu ya pesa. Binti alikuwa alimueleza kabisa mzee mzima bwana Sejuni kwamba yupo tayari kumpa chochote atakachokihitaji, yupo tayari kwa sababu ya kile alichoweza kumfanyia. Kwa hiyo hivyo mambo yakawa hivyo. Baadaye walikuja kukutana marafiki watatu hao, bibi Nkyung, bibi Sera pamoja na bibi wanamuita Mijuni. Wote wamekutana pamoja na piga story 2-3. Lakini wote hawa wawili wanampenda mshikaji kinyama. Yana wanampenda si mchezo. Sasa Mijuni bwana Sera nafikiri muda si mrefu naye atakwenda kufunga ndoa na mwanaume wake. Vipi kuhusiana wewe? Mpaka sasa hivi bwana tujuage hata mpenzi wako ni nani. Hem, tueleze. Mpenzi wako ni nani? Sema bwana nafikiri muda ukifika mtajua. Akamwambia bwana usitutanie. Hem, tuambie bwana. Asema mimi kwa sasa sina cha kuambia, lakini naamini wakati ukifika mtamfahamu mpenzi wangu. Kumbe bibi Mijune bwana ana mahusiano ya siri sana na mzee mzima bwana Wontak. Hakuna mtu yote anayefahamu. Lakini pia Wontak ameshakwisha kujua kabisa kwamba mpenzi wake kamsaliti. 감사합니다. 안 그래도 콜드브루 너무 먹고 싶었어요. Basi baadaye aliletewa kahawa ya baridi safi kabisa. Bwana hiyo ni safi sana hiyo. Enjoy, furahia. Kamletea kahawa. Kahawa tazanishia perfume ndugu yangu ameweka kwenye chupa nzuri kweli. Basi binti Mijuni kama kawaida ana sehemu yake ambayo wanajishughulisha nayo. Sehemu ambazo zinachorwa michoro na vitu kama hivyo. Anatoka nje kuja kutazama katika sehemu yake hii. Anashangaa kuweza kukutana na mzee mzima Mr. Wontak. Wontak huyo hapa amekuja katika sehemu hii. Wezi amini. Anatazama picha namna hii. Bibi Mijuna yupo kwa pembeni pale. Jamaa na mawazo kweli mpenzi wake kamsaliti. Tena katembea na rafiki yake kipenzi ndugu yangu. Bwana kitazama kuna picha mbalimbali zipo pale. Picha bwana mmoja amebeba gitaa na binti mwingine. Binti alikuja hapa. Jamaa ndugu yangu wezi amini alipomtazama binti hata machozi alimlenga. Binti Mijuna huyu hapa. Chalia na mkubali kinyama akamwambia, kwa nini umenifanyia kitu kama hichi? Kwa nini umenisaliti? Ni mara ngapi nilikuwa nikikueleza kwamba nakupenda?
Kwa nini umeamua kunifanyia kitu kikubwa namna hii? Kwa nini umeamua kumalizia kabisa moyo wangu chini? Binti haelewi kwa nini jamaa anamlaumu, lakini nafikiri kama atakuwa na uelewa mpana zaidi wa kufikiri, atakuwa amekwisha kuelewa ya kwamba huenda mpenzi wake ameshakwisha kufahamu ya kwamba amemsaliti. Jamaa alitoka pale akiwa na msongo mawazo kweli kweli. Ana mawazo si mchezo. I say, yani kweli mpenzi wangu una date na mwanaume rafiki yangu. Anasema tokea hapo upendo wangu uliisha kabisa kwa Bibi Mijuna. Nikajikuta sasa nami naingia katika vita. Nami naingia katika kufanya kitu zaidi na zaidi katika kuhakikisha kwamba ninamuumiza naye moyo. I say, jamaa akaamua sasa liwalo na uliwe, kama mbuyu na iwe mbuyu. Naye akaamua kutengeneza beef. Naye anasema kwamba nina hapa nitatembea na marafiki wa Mijuna wote, Kansera pamoja na Inkyung, ili akifahamu ajue kwamba kabisa nami nilimind baada ya kujua kwamba anatembea na rafiki yangu. Hapo sasa mzee jamaa naye anakula kiapo kwamba anasema kuanzia sasa hivi wale wanawake wanaompigaga swaga wanaomapproach anawakataa Kansera pamoja na Bibi Inkyung. Sasa anaanzisha vita, anaanzisha mambo hapo sasa. Mzee mzima sijui itakuwaje sasa. Jamaa ipo zake huko bize kama kawaida, ni mzee wa kusikiliza sana muziki baba na kupiga gitaa. Msanii wetu atakuwa kama Diamond. Machali zake Kang Yuni pamoja na mambo wana Sejuni wapo pale kama kawaida, lakini wewe amini Sejuni ndugu yangu alishapita na mpenzi wa jamaa na wapo karibu kweli kweli, yani wapo karibu si mchezo. Lakini ndio hivyo yote na marafiki bwana, ukicheza na ujinga wako na shangaa unapigiwa kila kitu. Penzi wako yanakuwa ndo mali za watu. Jamaa alikuwa akitazama picha marafiki zake. Anasema sikutarajia kama ingelikuja kutokea ajali kama hii. Sikuwahi kutarajia katika akili yangu. Lakini ndio hivyo. Wenzi amini mpenzi wangu ametembea na rafiki yangu wa karibu. Sasa kilichopo na mimi Sera, kwa sababu yupo katika mipango yake ya kumuoa, sasa nami nitafanya kitu. Nitafanya kitu. Anasema si hivyo tu. Zamani iliwahi kutokea kitu kimoja. Mambo bwana Kang Yuni alishawahi pia kuweza kushiriki tendo la kimapenzi pamoja na mwanaume na bibi wanamuita Mijuna. Hii ni siri ambayo hakuna mtu hata mmoja alikuwa anafahamu, lakini zamani hizo kipindi hicho cha urafiki mzee mzima bwana Kang Yuni naye alishakwisha kufanya mapenzi na bibi Mijuna. Marafiki hao ndugu yangu. Urafiki si kitu kizuri hususan katika mapenzi. Siku ile ilikuwaje sasa? Jamaa alikuwa amejiandaa vizuri kabisa kwa ajili ya kuweza kumfanyia mpenzi wake surprise. Sasa siku hiyo alikuwa ameweza kuleta zawadi kwa ajili ya mpenzi wake. Anakwenda nyumbani kwa binti, lakini pia siku hiyo binti sasa yeye alikuwa ipo sambamba na mzee mzima bwana Kangione. Sasa siku hiyo Kangione ametoka zake huko, amekuja anamkuta binti kapitona ka usingizi kalala pale, binti kavaa kanguo kafupi kweli kweli. Katika nyumba kina Mijuna. Alipomtazama bibi Mijuna, unajua tena wanaume tumeumbiwa tamaa. Alipomtazama alimtamani. Wakati mzee mzima bwana Wontaki naye ndo alikuwa akija huku analeta zawadi kwa mpenzi wake Mijuna. Lakini kumbe wakati huo baba ameshakwisha kuingia tamaa. Ashakwisha kuingia tamaa. Mazingira ambayo alimuona nayo binti, ndugu yangu wezi amini, siku hiyo aliamua kuweza kumaliza kila kitu. Wezi amini, jamaa anafika ameshika zawadi, anasikia milio ya ajabu ajabu. 정적처럼 Anasema sikutarajia jinsi nyumba ilivyokuwa na ukimya 들렸다. na ile sauti ya bibi Mijuna ilivyokuwa ikitoka kwa mahaba mazito ilinifanya kutengeneza kisasi kikubwa. Japokuwa sikuwahi kumshirikisha rafiki yangu yoyote, walikuwa wakinipiga kwa sababu wanajua kwamba mimi ni masikini. Wanaamua kumzunguka mwanamke nimpendaye kwa sababu mimi ni masikini. Nilikata tamaa kabisa. Jamaa yupo pale anapiga pombe. Marafiki zake wote wawili wamemgongea demu wake. I say, 그랬어 조민주? anasema siamini. Yani mwanamke nilikuwa nikimpenda eti kadeti na marafiki zangu wote wawili
Huyu ni mwanamke wa aina gani hasa? 교수 판시 콜? Wakati huo anatumia message, anamwambia bwana, nakuhitaji kesho, kabla ya kesho nahitaji tuweze kuzungumza kidogo. Mijuna anamtumia message. Sasa jamaa alichoamua kukifanya, kuna kadi moja alipatiwa na bibi wanamuita Inkyung. Inkyung yule alimpatia kadi na alikuwa anatamani kukutana naye katika hoteli moja VIP. Sasa leo jamaa aliamua kuja moja kwa moja kwa binti kwa sababu ameshakwisha kuchoka. Sasa anataka kulipiza kisasi. Kwa sababu mwanamke ampendaye ameshakwisha kudate na wanaume marafiki zake. Sasa moja kati ya wanaume ambaye amedate na mwanamke wake pia ni mume wake na bibie huyu ambao anamuita Inkyung. Mzee mzima bwana Kang Inkyung. Huyu hapa ni mume wa ubinti. Sasa jamaa akaamua kuja moja kwa moja kukutana na ubinti kwa sababu binti mwenyewe alikuwa anashoboka. Sasa akaona haina shida. Sasa wakati huu ndo wakati wa kwanza malipo yake. Naye akawa amekuja hapa ndugu yangu. Amekuja hapa kwa ajili ya kuweza kufanya malipo. Katoa ile kadi, mpata anasema hii kadi ndio ile kadi ulionipa ile siku. Na ukaniambia kwamba unahitaji kukutana na mimi. Sasa leo nimekuja kukutana na wewe. Nataka nijue ni kipi hasa unachokitaka kwangu. 나 화장실 좀 갔다 올게. Mbea, subiri kwanza kidogo. Nataka nikuambie nini ninachokitaka kwako, subiri kidogo. Waache niende kwanza uwani mara moja na kuja. Jamaa akawa amebaki pale. Binti akawa ametoka ameelekea uwani ili kuja kumpa sasa jamaa kitu ambacho anakitaka. Kaka zake pale katulia. Ghafla kasikia sauti wontaka. Jamaa anakuja kutupa macho, anashangaa binti kaenda katika upande wa pili kabadilisha kila mavazi. Katoa mavazi yote. Amekuja ndugu yangu kajipiga tu, kajifunga tu taulo namna hiyo. Yera! Jamaa haamini ndugu yangu, anashangaa binti amekuja kajipiga taulo tu. Kwamba unafanya nini? Nini unakifanya? Anasema mimi na wewe ni marafiki. Nafikiri ndio hivyo. Lakini mbali na urafiki wetu, nahitaji japo mara moja tu nipate kulala na wewe. Nahitaji penzi lako japo mara moja tu. Please. Binti anamaanisha ndugu yangu, alafu ni mke wa rafiki. Japo jamaa naye alikuwa anataka kulipa kisasi, lakini anashangaa mke wa rafiki naye alikuwa ana usongo kinyama. Jamaa anasema sisi ni marafiki na wewe ni mke wa rafiki yangu. Unataka nini kwangu? Umesema kwamba sisi ni marafiki na mimi ni rafiki wa mume wako. Sasa unataka nini kwangu hasa? 친구는 친구다. Anasema sikujali ya kwamba ni marafiki sisi. Kwa sababu mume wake alishakwisha kunifanyia kitu. 와이프인 친구랑 불륜이라니. Nikaona 난 그런 남자 아니다. mimi si mtu aina hiyo. Sijui jamaa alifanyaje hasa hiyo siku. Sijui alitenda unyama au alikausha ama alikuaje. Sijajua bado. Lakini baadaye anakana yupo katika sehemu hiyo, ndugu yangu anakunywa pombe kweli kweli. Piga pombe si mchezo. Ghafla simu inaita na simu anapiga bibi Mijuna. Mijuna anapiga simu. Jamaa yupo huko amelewa kweli kweli, anapiga pombe si mchezo. Piga pombe si mchezo baba la baba. Akitazama simu inaita, anapiga Mijuna. Akamuuliza vipi, uko wapi? Anasema nipo bar. Nasikia leo umekwenda kukutana na Inkyung. 내가 은경을 만나자. Anasema ndio, nilikwenda kukutana naye. Kakata simu. Bwana, kamchana live ya kwamba kweli alikwenda kukutana na Inkyung. Kumbe bibi Mijuna hakuwa mbali. Bibi Mijuna alikuwa yupo pembeni tu hapo. Akaingia jamaa yupo hapa anapiga pombe si mchezo. Tandika wanzo kikinyama nyama. 은경이랑 잤지 너. Anasema niambie ukweli. Je, umelala na Inkyung? Nakuuliza. 누구한테 할 소리를. Anasema kwa nini unaniuliza hivyo? 얘기할 거면 Hata kama nimelala naye, unataka nini kwangu? 세상에 둘도 없는 쓰레기. 바람둥이. Binti anasema anachukia sana wasaliti. Unasema unachukia wasaliti? Je, wewe? 네가 먼저. Usaliti uliweza kunifanyia? Nani alianza usaliti? 바람둥이는 너잖아. Umelala na Chankyung. 잤잖아. Umenisaliti. Ukalala na rafiki zangu wote wawili. Chankyung pamoja na Sejun. Wote umelala nao. Binti alimkata kibao. Umechanganyikiwa? 내가 언제? Nani amefanya hivyo? Lini nimefanya hivyo? Binti anakana. Lakini jamaa anajua kabisa kwamba huyu binti amelala na marafiki zake wote wawili.
Changkyung pamoja na mzee mzima bwana Sejun. Sasa atafanya maamuzi gani hasa? Nini kitakachokwenda kujiri katika the next target sehemu inayofuata? Jamaa kama kumchana live, ndio nimelala na Inkyung, lakini wewe pia umelala na marafiki zangu wote wawili. Hapo sasa mzee mzima, nini kinakwenda kujiri katika sehemu inayofuata? Bwana, hiyo ni sehemu ya 4 kutoka Homeboyz Family. Inakwenda kujiri zaidi katika sehemu ya 5. Mtende sambamba. Sehemu ya 5 hii hapa. Tunasonga mbele zaidi kutoka Homeboyz Family. Tende sambamba zaidi. Sehemu ya 5 hii hapa.